unatupenda, wewe ni Mungu unatuwazia mema. Tumekuona Bwana kwa wakati wote, umekuwa pamoja nasi, Mungu mwenye nguvu. Rehimidiwe jina lako, ewe Bwana mabwana, mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu unatupenda, umetukusanya kwa kusudi lako, ewe Mungu mkuu. Baba yangu, ninakuomba Mungu ukaonekane Bwana katikati yetu kwa wakati wote. Umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo, na sasa Bwana tumeendelea kukuona. Baba yangu, rehimidiwe jina lako, litukuzwe jina lako, ewe Mungu mkuu, katika jina la Yesu hai. Asante Yesu kwa vipindi vyote ambavyo vimepita. Asante Bwana kwa sababu Mungu hata sasa unaenda kuwa pamoja nasi. Riinuliwe jina lako, litukuzwe jina lako, ewe Mungu mkuu, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, wote tuseme amen. Basi wakati huu namkaribisha baba, mshangilie Bwana kwa makofi, piga kelele na shangwe mbele za Mungu. Amen, amen. Karibu baba, karibu. Hello. Bwana asifiwe kanisa. Naomba tukae. Naomba niseme machache, baadaye tamshukuru, lakini lazima tuelewe mwisho tutakuwa na maombi ya pamoja kwa ajili ya kufunga semina. Baada ya neno tunaelewana. Tusiondoke, tulianza pamoja na tumalize pamoja. Mungu awabariki. Na kingine, baada tu ya kufunga, maombi maalum kwa ajili ya kufunga semina. Alafu wa mama, viongozi wa mama mtabaki, takuwa na maongezi machache kwa ajili ya viongozi wa mama pamoja na wazee wa kanisa kwa muda mfupi baada ya mambo yote kupita. Mungu wa amani wabariki. Wakati huu sasa naomba nimpe nafasi mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kile ambacho kimesalia tukimalizie. Maana kipindi tunafunga ibada yetu ile ya mchana tulikuwa tunaona kama kitu kinaendelea bila shaka. Amen. Kweli eti. Hebu punga mkono kwa Bwana pamoja na vigelegele vyenye afya. Tulikuwa tunaona huenda kimesalia kitu fulani ambacho tutakipokea baadaye. Ndio maana tumekuwa na ibada nyingine maalum kwa ajili ya kumalizia kile ambacho kimesalia. Haleluya. Haleluya. Amen. Basi bila kuchelewa naomba nimshukuru Mungu tu. Na wakati huo sasa mtumishi akija mahali hapa. Usifiwe Mungu wetu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mkuu mno katika kutenda. Tuna sababu ya kusema asante, si ambao Bwana umeweza kuwa pamoja nasi toka tumeanza mafundisho na mpaka sasa tunapoenda kumalizia. Ni kweli Bwana tumekuona na tumeona furaha tu. Mungu wetu, karibu tena ukae pamoja nasi katika ibada ya jioni tunapoenda kumalizia. Baba, namweka mtumishi wako mikononi mwako. Baba, miliki ufahamu na kinywa chake na uonekane wewe. Baba yangu, na kushukuru mno kwa sababu hujatuacha. Na kushukuru mno Baba kwa sababu uko pamoja na sisi. Asante kwa sababu Bwana umepokea maombi haya, yamepata kibali kwako. Ninakushukuru Mungu muumba mbingu na nchi, kupitia jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Basi kwa mashangio na vigeregere mtumishi wa Mungu kitabu Maria. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wanaizumba. Mungu awabariki. Unaweza kuketi. Kwa kweli ninakosa maneno ya kusema kwa sababu upande mmoja nina furaha kuwepo mahali hapa, lakini upande mmoja nina huzuni kwamba leo ndo siku ya mwisho. Kwa hiyo ni kama upanga ukatao kuwili. Asante sana baba, wabeja sana. Kwa kweli
najua wakati mwingine nitakapokuja kitakuwa ni kikutu kikubwa zaidi. Naamini sitakuwa mgeni, nitakuwa ni mwenyeji. Lakini pia mchungaji alikuwa ananipa dokezo, akasema natamani mkutano wa nje. Ndio nikasema mchungaji, hawa watu wana uwezo wa kupambana mkutano wa nje, maana kuna heka zake. Unajua tukiwa huko ndani kanisani unakuwa kwenye utaratibu, lakini kule ni uwanja wa mapambano, waga ni heka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli namshukuru Mungu, kama mchungaji alivyosema, anasema kuna chochote kimebaki cha akiba. Lakini baba mchungaji, tu nikwambie, hata katibu anafahamu, hata yale material, yani kuna mengine sijayagusa kabisa, yani vitu vingi sana. Ila we jiulize, hizi siku 3-4 za mwisho tumefanya vipindi viwili ambavyo vina kama lisali 1.5 hivi, na tumeenda siku 8. Kwa hiyo ina maana tumefanya karibia session kama vipindi kama 12 na bado havijaisha yale material. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna baadhi ya mabango inabidi tu nifungashe nirudi nayo, sijayafungua kuyaelezea. Hiyo mwanangu tuiache kiporo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili la mwishoni sio kama somo, lakini naita ni somo, lakini si somo, lakini lina uhusiano sana na yale tuliyojifunza jana. Bwana Yesu asifiwe. Kila ninapofanya semina huwa napenda nitoe taarifa mpya kuhusu kinachoendelea na hii vita mnayoisikia kati ya Marekani, Israeli na Irani, na ile vita nyingine inayoendelea kule kati ya Urusi na Ukraine. Kwa sababu kumbuka, ndo maana jana tulijifunza Ezekieli 38. Kwa sababu hao wahusika kwenye hiyo vita tayari wako nini? Wako kwenye vita. Na ukisoma Biblia unaweza ukafikiria vita zilizoandikwa zinatokea siku moja, lakini ni kitu kinakuwa na mtiririko, kinaanza taratibu alafu kinapata mwendo, kinapata kasi. Ndicho hichi kitu tunavyokiona. Na wanaanza wahusika wachache, lakini baadaye wanaenda wanafanya nini? Wakiongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uhasama hasa wa hii vita ni kwa sababu ya wale wakuu wa anga, lakini nia na madhumuni ni kuangusha huu uchumi tulionao sasa. Ndio maana unaona bei za mafuta ziko wapi? Ziko juu. Asante. Kwa sababu nia na madhumuni ni kuangusha uchumi wa dunia. Baada ya hawa Freemason, wajenzi huru, kujua kwamba dunia nzima haiwezi kwenda bila kuwa na mafuta haya ya petroli na diesel, wakajua tayari tumepata mahali ya kuubana ulimwengu. Sasa tunachokiona ni kwamba mpinga Kristo anapambana akamate nyanja za kiuchumi kwa kushika nchi zote ambazo zinazalisha mafuta kwa wingi. Bwana Yesu asiwe, watumishi wa Mungu. Sasa ile nchi ya Venezuela sasa hivi ndiyo nchi ya kwanza yenye mafuta mengi hata kuliko Saudi Arabia.
lakini mafuta yake bado hayajaanza kuchakatwa kuingia kwenye soko, kwa sababu wanasema jinsi mafuta yake yalivyo inahitajika uwekezaji mkubwa sana ili kuyatoa chini yaweze kuanza kutumika. Kwa hiyo wakati Marekani, Uingereza na hawa washirika wake wamekubaliana kwamba wanataka wazizuie nchi za China, Urusi, Venezuela pamoja na Brazil na Afrika ya Kusini, maana walitengeneza umoja wao, na baada ya kutengeneza ule umoja wao wakakubaliana kwamba wachukue mafuta ya nchi ya Venezuela, ya Urusi na ya Irani, alafu wayauze kwenye nini? Hela yao, kama Wamarekani wanavyofanya kwa kuuza kwa dola. Kwa hiyo hawa walipotaka kufanya hicho, ndipo Trump akamkamata yule rais wa Venezuela, alafu walishaanza na Urusi wanapigana nayo, lakini ndio wamekuja kumalizia kwa kuivamia nchi ya Irani. Sasa hivi vita ilivyokuwa inapiganwa, naomba mnisikilize sasa hapa vizuri, maana huyo nilikuwa nawapa tu kama muhtasari. Mnakumbuka mwaka huu vita vilivyoanza, kitu cha kwanza alichokifanya Iran, bahati mbaya ile ramani zetu tumeshazitoa, kuna kitu kinaitwa mlango bahari. Mlango bahari ni eneo ambapo zinapita hizo meli za mafuta, lakini hiyo sehemu ni nyembamba sana. Kwa hiyo meli zinapita kama kwa kusubiriana, na huo wembamba tunao usema ni kilomita 33. Zile mambo yale mambo yetu lakini sasa pana urefu kweli wa kilomita 33. Yaani tunaweza tukasema kama hapa mpaka na barabarani. Lakini shida ni moja. Wembamba unakuja wapi? Wembamba unakuja sehemu yenye kina kirefu cha maji ambapo hizo meli zinaweza kupita. Ni nini? Ni ndogo. Kwa sehemu kubwa hakuna kina cha kutosha cha hizo meli kupita. Nani ameshawahi kuziona meli zile za mizigo pale bandarini Dar es Salaam? Nani ameshawahi kuziona? Asante sana mtumishi. Umeshaziona? Yale mameli, Mungu wangu, ni makubwa. Meli moja, nafikiri meli ndefu kuliko zote duniani ina kama mita 250. Yaani tunaongelea ni kama robo kilomita. Yaani inatoka labda hapa na kule mnakofanya gulio kule kwenye stendi, ni meli moja tu. Sasa hilo eneo haziwezi kufanya nini? Haziwezi kupishana sana, ni eneo. Kwa hiyo sasa Irani wakafanya nini? Wakazuia. Lakini ndo tunaita blockade, wakaweka kizuizi. Lakini sasa niwarudishe juzi kwenye somo letu la juzi. Wakazuia meli zile za nchi za Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, Katari pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambazo zinauza mafuta yake kwenye nini? Kwenye dola. Kwamba anamwambia Marekani sasa, sio tu kwamba sitaki haya mafuta nchi yauze, lakini sitaki mzunguko wa dola za Kimarekani ufanye nini? Ufanyike kwenye uchumi wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine, wao Irani sasa mafuta yao wao wakaendelea kufanya nini? Kuruhusu yapite. Lakini ya zile nchi wakafanya nini? Wakayazuia. Ambapo nchi ambayo inanunua mafuta mengi kutoka Irani ni nchi ya China. Kwa hiyo Irani ikawa inaruhusu meli
zinazopeleka mafuta China zipite. Marekani ndo akasema hiyo haiwezekani, naye akaenda akaweka kizuizi. Kwa kukawa kuna kizuizi mbele ya kizuizi. Na hicho kizuizi alichokiweka Marekani, akasema sitaki na wewe Irani meli zako zifanye nini? Zipite. Lakini pia yale mafuta ya Irani alikuwa hayauzi kwa dola kwenye nchi ya China. Alikuwa anayauza kwa hela inaitwa petro yuan, yani hela ya China. Kwa sababu mataifa makubwa mawili duniani sasa hivi ambayo yanashindana kiuchumi ni China na Marekani. Ila sasa China yuko nyuma kidogo, bado hajamfikia Marekani. Kwa Marekani amefanya kuzikamata hizi nchi zinazozalisha mafuta ili kukaba uchumi wa China wasije wakamfikia. Sasa tukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 16, Ufunuo sura ya 16, tutasoma, naomba usome kuanzia mstari wa 12. Ufunuo sura ya 16 kuanzia mstari wa 12. Na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Asante. Sasa ule mto wetu Frati uko maeneo fulani hapa ya karibia na Iraki na Afghanistan. Actually ile ramani yetu ya mwanzoni ndio inaonyesha vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Huo mto uko maeneo ya Iraki, unapita Uturuki kidogo. Huo mto tunavyoongea sasa hivi mimi na wewe umeshakauka kwa 90%. Mpaka kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza, wale wenyewe wale Freemasons wana picha zile za satellite, na kuna machapisho niliyaandaa nikawatumia baadhi ya watu ambayo yanaonyesha hizo picha kwamba ule mto umefanya nini? Umekauka. Sasa nikana kwamba hilo andiko limeshafanya nini? Ni kama limeshaanza kutimia, lakini bado halijakamilika katika uhalisia wake, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu bado kuna nini? Kuna maji, lakini mto ushakauka kwa 90%. Sasa hapo anasema wafalme kutoka wapi? Mawio. Sasa hapa watumishi wa Mungu, ngoja tunarudi kule kwenye lugha za Biblia. Inavyosema mawio ya jua, maana yake ni upande ambako jua linafanya nini? Linachomoza, ambao ni upande wa mashariki. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Kwa hiyo inasema hawa wafalme wanatokea mashariki, wanavuka huo mto, wanakuja hapo Yerusalemu kupigana vita, ambayo hiyo vita inaitwa vita ya Armageddon. Lakini naomba usome pale mstari wa 12, endelea kidogo mbele. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Nikaona roho tatu za uchafu zinazofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka na kinywa cha yule mnyama na katika kinywa
cha yule nabii wa uongo. Endelea. Mstari wa 14. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Endelea. Tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakayakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Hali Magedoni. Asante. Unasikia hiyo ngoma? Kwanza tulisema kuna roho chafu, kuna mapepo ambayo yamefungiwa sasa hivi, lakini anakuja kuachiliwa kwenda kuwashawishi hawa viongozi waende kupigana vita na Mwenyezi Mungu pale Yerusalemu. Sasa hiyo vita inaenda kupiganwa, hayo majeshi yanatoka kwenye nchi za China, Korea ya Kaskazini, yanatoka huko, yanavuka kwenye huo mto, yanakwenda Yerusalemu. Sasa huo ugomvi huko mbele ya safari, ndiyo Biblia inatuambia kwamba utakuja kufikia hatua hiyo. Lakini hatua za sasa hivi ni kwamba China tayari wamekwisha kuwa wakifanya maandalizi ya kupigana hiyo vita na taifa la Marekani, na wanasema mlango unafunguka kuanzia mwaka 2027 kwa China kuivamia Marekani na Taiwan. Taiwan ni kisiwa kiko kule karibu na China, lakini hicho kisiwa cha Taiwan ndiyo kinatengeneza zile microchip, zile chipu zinazoendesha ile mitambo ya nini? Akili mnemba. Kwa hiyo Marekani wanategemea hizo kutoka kwenye hicho kisiwa. Kwa hiyo China inapanga kuvamia hicho kisiwa. Lakini hapo hapo China, kwa sababu haizalishi mafuta, haina visima vya mafuta, inanunua mafuta kutoka kwa Urusi, ilikuwa inanunua kutoka kwa Venezuela na kununua kutoka kwa Irani. Sasa Marekani alipokuja kuweka hicho kizuizi, kitu cha kwanza ni alikuwa anayazuia yale mafuta ya Irani yasiuzwe kwa hela ya China. Lakini kitu cha pili, haya mataifa makubwa kama unasikia Marekani, Japani, Australia, Uingereza, wana kitu kinaitwa Strategic Petroleum Reserve. Yaani wana matenki makubwa yamechimbwa chini ya ardhi, yanahifadhi mafuta ya akiba wakati wa upungufu wa mafuta duniani. Wanayo hayo matenki. Sasa China inachokifanya sasa hivi, nisikilizeni vizuri watumishi wa Mungu, mkikosa hii mnaweza mkafikiria Yesu. Wamechimba kwa hiyo chini, wamekuwa wakikusanya mafuta na kuyahifadhi chini. Wanajua siku watakapoanza kupigana vita na Marekani, Marekani ataenda kukaba wapi? Zile nchi zinazozalisha mafuta. Kwa hiyo wao watakuwa wanapigania mafuta ambayo tayari wanayo pale nchini kwao. Watakuwa wanachukua hiyo reserve yao, wanajaza vifaru vyao na magari yao, ndio wanatumia kusafiria kwenda wapi? Yerusalemu. Wanajiandaa hivi tunavyoongea. Kwa ndo maana Marekani kamkaba Venezuela, kaikaba Urusi. Na ndio maana sasa turudi kwa kidogo kwenye upande wa Urusi ili mpate hiyo picha. Niliwaambia ile juzi, Urusi inapata faida kwa hii vita inayopiganwa pale Mashariki ya Kati, kati ya Irani, Israel na yale mataifa mengine,
kwa sababu bei ya mafuta inavyopanda na wenyewe wanafanya nini? Wanapata faida kubwa. Ndiyo maana sasa yule rais wa Ukraine anaitwa Volodymyr Zelensky ni Myahudi. Usije ukasahau hiyo. Yule jamaa ni Myahudi. Amepewa teknolojia na Wayahudi wenzie. Sasa hivi ndo amechukua zile ndege zinazoendeshwa kwa rubani, anazifunga mabomu, amelipua ile mitambo ya kusafishia mafuta ya Urusi. Sasa hivi tunavyoongea, Urusi ilikuwa ni nchi inazalisha mafuta mengi, lakini wao wenyewe wanakaa foleni kwenye sheli kwenda kununua mafuta. Kwa hiyo sasa China ilikuwa inanunua mafuta kutoka wapi? Urusi. Lakini hizi wiki mbili zilizopita Vladimir Putin, yule rais wa Urusi, akasema mimi siwezi kuendelea kuuza mafuta kwa sababu Ukraine wameharibu mitambo ya kusafishia mafuta. Kwa haya mafuta nilionayo inabidi nifanye nini? Niweke akiba kwa ajili ya wananchi wangu. Kwa hiyo ndio mkaona sasa Rais Trump akasafiri akaenda China. Mungu asaidie. Haya mambo yanafukuta vibaya sana. Kwa hiyo wameenda kule China sasa. Trump ameenda kule China ili kufanya kikao kuzungumza sasa. Rais wa China nani anaitwa Xi Jinping anamwambia sasa Rais Trump, wewe inakuwaje rafiki yangu unaendesha hii vita hivi? Sisi tunakosa mafuta, tunakosa uzalishaji kwa sababu mteja mkubwa wa bidhaa za China ni nani? Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa naambia sasa wewe unaenda kuzuia mafuta, sisi hatupati mafuta, tutazalishaje bidhaa kupeleka Marekani? Marekani sasa na yenyewe ina mafuta yake. Yaani ukiachia kwamba ina hayo matenki kama China, yani wamehifadhi mafuta chini, lakini wana mafuta yao pia ambayo wanayachimba. Kwa hiyo Trump akamwambia yule rais wa China, akasema we hakuna shida, utanunua mafuta kutoka kwangu. Na Japan hivyo hivyo akaiambia utanunua mafuta kutoka kwangu. Wakati sisi tunafanya nini? Tunaendelea kwenye vita ya kuung'oa ule utawala wa Irani ulioko sasa hivi pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na kitu kingine ambacho China inapata shida na taifa la Marekani ni kwamba China ikifanya biashara na Marekani, ikipata zile dola ndo inakuja kuziwekeza wapi? Afrika. Unaona hapo ngoma ilivyo sasa. Kwa hizi mnazoziona barabara ya makampuni ya China sijui yanatukopesha yanakuja yanajenga barabara, yanabidi yauze bidhaa Marekani, yapate zile dola ndo waje wawekeze Afrika. Kwa sababu wenyewe wanakuambia Afrika sio soko ambalo linawanufaisha, ni soko tu la ziada. Kwa sababu simu ambayo wanaiuza Marekani 2,000,000, huku labda wanaiuza 300,000. Na obviously wanakuwa wamechakachua. Kwa sababu quality, yani ubora unaokwenda Marekani na nchi za Ulaya sio sawasawa na ubora unaokuja Afrika. Ila tu makava yale ndo yanakuwa yana mfanano kwamba hii ni hivi ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa wanajua moja kwa moja bidhaa ambazo tunaziuza kule tunaziuza mara 2 mara 3 ya bei, lakini huku kwa hiyo wako wanapambana waendelee kulilinda hilo soko la kuuza bidhaa kule Marekani. Lakini sasa shida inakuja sehemu moja. Shida ni kwamba
hii nchi ya Marekani haitaki, yani haitaki China ifanye nini? Ipite. Bwana Yesu asifiwe. Na mpinga Kristo yuko pamoja na mataifa ya Marekani, nia yao ni kushika zile nchi zinazozalisha mafuta ili ziweze kuzilazimisha hizi nchi zingine zote zifuate mfumo wa nani? Wa mpinga Kristo. Naomba usome Danieli sura ya 11 mstari wa 45. Danieli sura ya 11 mstari wa 45. Mstari wa 45. Mstari wa 44. Mstari wa 44. Ndiyo. Lakini habari zitokaza mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi, ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. Asante. Hilo andiko linamwelezea mpinga Kristo amepewa taarifa kwamba kuna majeshi yanakuja kumvamia pale. Ukisoma mstari wa 45 na pale nyuma tulisema ameweka hema yake wapi? Yerusalemu. Kwa hiyo ukikaa pale Israeli, kaskazini tulisema ndo kuna nani? Kuna Uturuki na Urusi. Mashariki anatoka nani? China. Ndio hilo andiko. Kwa hiyo China, Urusi wanatoka sasa, wanaenda kumfuata pale Yerusalemu, kwa sababu mpinga Kristo anatawala, ameshika nyanja zote za kiuchumi, amekaba uchumi wa hizo nchi, na wanaona huyu kichaa akiendelea kututawala miaka mingine tena 10-20, nchi zetu zitakufa kiuchumi, twende tukafanya nini? Tukamng'oe. Ndio hilo andiko. Sasa hilo vuguvugu ya hiyo ndio linaanzia hapa kwa hichi tunachokiona kati ya Marekani na China na Urusi. Hii vita ndio inatengeneza huo mchakato kutokea mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shida inakuja sehemu moja. Vita vinavyoanza kupiganwa, Rais Trump anajua ataimaliza vita chap. Ile vita haiishi kirahisi. Kwa hiyo ndio akasaini hicho kitu kinaitwa Memorandum of Understanding. Yaani kama mkataba wa maelewano, yaani kwamba tuelewane kwamba tusitishe mapigano kwa siku 60, alafu wakati tumesitisha hayo mapigano tufanye maongezi jinsi ya kupata usuluhishi wa mgogoro. Lakini hapo hapo taarifa zikavuja kwamba kwamba hawa kina Rais Trump sio kwamba walikuwa wana nia ya kusitisha vita, hapana. Mwanauchumi, yani mshauri wa uchumi wa Rais Trump alimwambia Rais Trump, hii vita ukiendeleza kuipigana kwa wiki zingine 4, yani kama siku 28-30, wakamwambia uchumi wa dunia unaenda kuanguka. Kwanza bei za mafuta zishapanda, zipo juu. Alafu mafuta sasa hivi hayapatikani kabisa. Kuna baadhi ya nchi ni hali ni ngumu. Kwa hiyo na kule Marekani ni vile vile. Kuna sehemu za kule California na kuna jimbo la Alaska. Sasa hivi nafikiri wao kule wanauza kwa galoni. Galoni moja ni kama $10, ambalo galoni moja lina lita 4. Sasa hizo lita 4, hiyo $10 tunaongelea kama $30,000. Mafuta, yani kule. Kwa wale wanauchumi wakamwambia, bwana hii kitu hii itakuja kukusumbua. Kwa hiyo wewe walagai hawa kwa kusaini nao haka kwa mkataba,
msitishe vita, alafu waruhusu hizo meli zipite ili tupunguze haya makali ya ukosekanaji wa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Huku Urusi pamoja na nchi zingine wanamwambia Irani, kaza buti hapo hapo usiachie. Kwa sababu yani hapo ukikaza tu unawabana na uchumi wa Marekani. Unafanya nini? Unaenda kutikisika. Sasa kumbuka tumeongelea hapa kwamba Marekani na yenyewe na mafuta yake. Lakini mafuta ya Marekani hayako kama ya hizi nchi za Mashariki ya Kati. Kuna miamba fulani ni lazima waidrill hiyo miamba. Hiyo teknolojia wanaita fracking. Ni kama wanatikisa hivi. Ikitikiswa kwa nguvu na mashine ndo yanaanza kutoka. Kwa hiyo yanawagharimu hela nyingi kuyatoa chini. Kwa hiyo wanaona ni rahisi kununua kutoka kwa Saudi Arabia kulikoni kuyachimba kutoka chini. Lakini pia ile mitambo yao ya kusafisha mafuta ni mitambo ambayo inasafisha mafuta ambayo yanatoka wapi? Yanatoka Saudi Arabia na nchi za Mashariki ya Kati. Hayo mafuta yanayotoka hapo Marekani yanatoka na madini fulani wanasema kama ya sulfur. Kwa hiyo ile mitambo haiwezi kuyasafisha. Kwa hiyo wanachokifanyaga, wanachukua hayo mafuta wanayapeleka Saudi Arabia, alafu yale ya Saudi Arabia wanayaleta huku, ni kama wanabadilishana. Kwa hiyo wakakuta kwamba bado wanafanya nini? Wanaumia. Kwa hiyo sasa Irani wameweka kizuizi, Marekani naye kaweka kizuizi. Sasa wakaanza kukaa mezani wafanye nini? Waongee. Irani sasa, nchi ya Irani imevurugika kabisa. Mvurugiko wake umetokea wapi? Wanasiasa ambaye ni rais wao, spika wa bunge na waziri wa mambo ya nje, hao wanakubali kuongea na Marekani. Lakini ule utawala, wale wanajeshi wa IRGC, yani Jamhuri ya Kiislamu, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu IRGC, wakasema sisi tukubaliani na hicho kitu. Ndio maana sasa huku wakiwa wanaongea, wakienda kufanya kikao na Trump au huku wanarusha mabomu. Mpaka Trump akawa anaambia, sasa kwani hapa tunaongea na nani na nani ndio mwenye kufanya maamuzi? Sasa shida inakuja sehemu moja. Katika hayo makubaliano Trump aliwaambia kuna kama dola bilioni 12 za Marekani za Irani ambazo wa Marekani wamezishikilia. Wakasema tutawapa hizi fedha zenu, lakini muache kuweka hichi kizuizi. Kwa wale wanasiasa kama kawaida yao, nadhani tunawafahamu, wakasema mzigo hela. Wakakubali. Wale wanajeshi wakamwambia situtanie. Kwa anavyoenda huku jamaa na huku na yeye wanapiga makombora. Kwa Trump akasema bwana, mimi siwezi kukaa na nyewe kuongea. Wote inabidi mkubaliane kwenye hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana unaona wanaenda wanasimama, na sasa hivi tunavyoongelea sio wameanza kurushiana makombora. Jana usiku, leo na leo nimeona leo asubuhi Iran naye amerusha, Marekani naye karusha. Kwa yale mapigano hata zile siku 60 hazijaisha, imeshaanza vurugu. Sasa Israeli naye akasema jamani, mimi niko standby hapa nasubiri. Nikipewa tu taa ya kijani na mimi naanzisha vita. Akamwambia kwanza wewe tulia. Trump akamwambia wewe kwanza tuliza. Usiwe na shida. Kwa sababu kuna wahusika hawa. Nisikilizeni vizuri. Kuna Mohammed bin Salman, kuna Benjamin Netanyahu ambaye ni waziri mkuu wa Israel, alafu kuna Marekani. Marekani wao hawataki Irani iuze mafuta yake kwa fedha yoyote ambayo sio dola. Waziri mkuu wa Israel Netanyahu
hautaki ule utawala wa Kiislamu ulioko pale, anataka ubadilishwe uwekwe mwingine. Huyu mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, yeye anakuambia mimi huu utawala ulioko hapo Irani hautaki, kwa sababu ni utawala wa Shia. Waislamu wamegawanyika katika utawala wa Sunni na Shia. Kwa hiyo Netanyahu, Mohammed bin Salman na Trump wamekuta kwamba adui yao ni mmoja. Kwa kila mtu anapigania maslahi yake kutokea kwenye engo yake. Ndiyo maana hii vita inakuwa ni ya shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kibaya inavyokuja katika haya makubaliano ya kusitisha mapigano, kwenye kuna kanchi fulani kale ka Lebanon. Asante sana, mtu ameshajiongeza huko. Hii nchi ya Lebanon huko inapakana na Israel. Sasa pale ndo kuna wale magaidi wa Hezbollah ambao ndo wana silaha, ambao ndo wanairushia makombora Israel. Sasa wale wanafadhiliwa na Irani. Sasa Israeli wameingia kwenye hiyo nchi ya Lebanon, wameweka majeshi yao, wamesema sisi hatutoki hapa mpaka hawa watoke. Kule Irani akasema mimi sikubali haya makubaliano mpaka Israeli atoke. Sasa Marekani anamuuliza, wewe ugomvi wetu huko hapa wa mafuta kwenye huu mlango bahari, Israeli inamhusisha nini? Kwamba ndo hile tunakuja mkuu wa anga anayetenda kazi kwenye nchi ya Irani, uadui wake huko juu ya taifa la watu wa Mungu ambao ni Israeli. Ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hiyo huo mvutano unaenda ni kama hauishi. Sasa kitu kinachoongelewa sasa hivi, wanataka hii vita iende kiwango kingine, yani hatua kubwa zaidi ya ilivyo sasa. Sasa shida inakuja tu sehemu moja. Wanasema haya mafuta tunayotumia sasa hivi, mimi na wewe na hizi nchi zingine, kwanza tayari tunayanunua kwa bei ya juu. Na hiyo ni kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa mataifa mengi tayari yalikuwa na nini? Yana akiba ya ziada. Lakini sasa wanasema yani hii vita ikipigana tena miezi kama mingine 2-3, nchi nyingi zitaishiwa nini? Ile ziada. Kwa hiyo sasa hivi mataifa yote duniani yanaomba Mungu hii vita iishe. Sisi Tanzania of course sasa hivi tunanunua mafuta Nigeria kwa yule Aliko Dangote, ndo tunanunua mafuta kwake. Ya kule Mashariki ya Kati hatuyapati kabisa, tunanunua kwa hiyo jamaa. Sasa shida inakuja sehemu moja. Yani shida iko sehemu moja, kwamba mafuta yanapoendelea kuwa machache, zile nchi tajiri zenye hela nyingi ndo zinaweza kuchukua stoku kubwa. Asante. Kila mbuzi anakula urefu wa sasa. Bwana Mungu atusaidie. Kwa hiyo mimi sijui haya mataifa ya Kiafrika, Tanzania na urefu wa kamba yetu ikoje, sijui. Ila namuomba Mungu tu. Ila wenzetu huko Marekani, Ulaya, wao wana fedha za kutosha, wana uwezo wa kununua. Tulikuwa siku moja mtumishi, tulikuwa tunacheka, tumeenda kwa mtu mmoja, huyo mdada alikuwa anauza matunda. Sasa wakati anauza matunda, akaja mtu mmoja akasema, "Dada, nanasi shilingi ngapi?" "Shilingi 2000.
Jamaa akaanza kutoa malalamiko. Mbona unauza hela nyingi na sisi sijui nini. Rafiki yangu ikatokea mashine kwa gari. Ikasimama. Dada, mananasi shilingi ngapi? 1400. Yako mangapi? Hesabu yote weka kwenye gari. Jamaa yuko pale kanabunga. Yaani ndio hicho ninachokuambia kinaweza kutokea. Kwa mafuta yatabakia, unaenda jamani sisi hatuna hela. Wanakuja tuko mataita wanunua mzigo wote. Nasikitika yule jamaa alikuwa na hela lakini alikosa mananasi. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, yani najaribu kupiga picha, yani hiyo ni mifano natumia tu kama mwalimu kukupa picha ya nini kinaweza kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukitaka kujua ile miezi ya nyuma hapa ungekuepo dawa, ungeona tulivyokuwa tunahangaika. Si mafuta nafikiri yanapandaga bei Jumatano ya kwanza ya mwezi. Ikifika Jumanne tunaoenda kupiga foleni sheli hapa na kule gulioni kule. Na kuna sheli zingine kabisa zinagoma kuuza, mnasema sisi hatuwauzii. Labda uje kesho. Sasa ukienda kesho unakuta bei imefanya nini? Imepanda. Kwa hiyo unang'ang'ana kwa sababu una hela, unataka ukajaze full tank kama ni pikipiki, kama ni unataka ujaze ya kutosha ili yakipanda kidogo unakuwa unafuu. Sasa hiyo inatokea kwenye nchi kwa ndani. Sasa baadaye inatokea kwa mataifa yote. Kwamba tutakuwa mafuta yapo lakini yapo kidogo, lakini tutakuwa ni ya kunyang'anyana. Kama hii vita itaendelea. Ndio ukisoma kwenye Mathayo 24, Yesu anasema wakati wa mwisho wakaribia kuja kwake kuna nini? Kuna mtikisiko wa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni lazima uvielewe vinavyoendelea duniani. Na ndio maana hii wana uchumi wanaipa hii hadhi kama ni vita vya dunia. Kwa sababu karibu kila mwanadamu anayeishi duniani sasa hivi ameathiriwa na hii vita kwa sababu ya bei ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Lakini pia kuna kitu kimoja, ni kwamba kuna kitu hapa, hili taifa la Israeli, ukienda kwenye hii bahari ya Shamu huku chini, hivi iko wapi? Ile bahari. Naomba utoe hii niwaonyeshe hapa watumishi wa Mungu vizuri. Huku ndo panaitwa, kuna hiyo Strait of Hormuz, huo mlango bahari. Lakini sasa kuna huu mlango bahari mwingine hapa uko karibu na Afrika, unaitwa Bab Mandeb Strait. Sasa Saudi Arabia ilichokifanya sasa, imejenga bomba la mafuta, limekatiza kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hiyo mafuta yao wanayasafirisha upande mwingine, alafu yanasafirishwa kupitia huku kwenye bahari ya Shamu. Wanakwepa lile eneo ambalo Irani wamefanya nini? Wameziba. Kwa hiyo yule Mohammed bin Salman hana shida, amekaa kimya, yeye anaendelea kuuza mafuta yake, ingawa sio kwa kiwango kile cha mwanzoni. Sasa pale kwenye hiyo Bab al-Mandeb Strait, hapo kwenye huo mlango, na wenyewe ni mdogo sana, ambapo hapo ndo kuna nchi moja inaitwa Yemen. Ni hii hapa hii. Hii inaitwa nchi ya Yemen. Hii nchi ya Yemen imepakana na Saudi Arabia. Kwanza mle ndani mwake ina waasi, yani ina kama magaidi.
wanairusiaga sana makombola Israeli. Sasa Israeli ilichokifanya, unajua Israeli sasa hivi ndio iko inajipanga kupigana vita, na washaongea bungeni kwa wakasema, jamani, muda wa kurelax ushaisha. Sisi yani kuanzia hapa kwenda mbele ni mtutu kwenda mbele. Wanajua. Sasa hapa kuna nchi inaitwa Somalia. Lakini hiyo nchi ya Somalia kwa juu kuna kama kanchi ni kanchi kako ndani ya Somalia, lakini hakako, sio sehemu ya Somalia. Inaitwa Somaliland. Inaitwa hivyo Somaliland, ni kadogo dogo. Kwa hiyo kwanza Israeli wakasema sisi tunaitambua hii nchi ya Somaliland. Lakini nia yao wameenda kuweka kambi ya kijeshi hapa ili wapigane na wale waasi wa Houthis ambao wako pale Yemen. Kwa sababu hao wanachotaka kukifanya ni kuzuia yale mafuta yanayotokea Saudi Arabia yaliyopenyezwa sasa huku upande mwingine, wanataka waje wayazuilie hapa. Kwa sasa hivi kila mtu kakaa kimya, anafanya nini? Anasogeza tu kete zake. Kwa hiyo huu kimya unaouona ni kwamba tu kuna mtu kashikilia fuse, anasubiri nani awashe kiberiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, tumishi wa Mungu. Kwa hiyo sasa Israeli imeshafanya mipango yote na mikakati yote kwa ajili ya kukabiliana na hii vita. Lakini pia nilivyoelezea jana, kuna nchi ya Iraki kule, wao Israeli washachukua zile silaha walizozikamata za wale waasi wa Hezbollah, wamewapelekea hao ili jamaa hao waanze kuivamia Irani kutokea upande wa magharibi. Lakini wanasubiria wapewe kibali kutoka Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea ni kwamba watu, kwa sababu ya mtikisiko wa uchumi, wanafanya nini? Akina mama wanajua, wanatengeneza vile vibubu, yani wanaweka hela zao, kwa sababu wanajua kuna hali ngumu ya kiuchumi inafanya nini? Inakuja. Sasa shida inakuja sehemu moja, watumishi wa Mungu, naomba msikilize vizuri. Shida inakuja sehemu moja. Hizi hela unazozitumia hizi za karatasi zimetengenezwa zifanye nini? Zikae kwenye mzunguko. Yani ukizichukua ukaziweka ni vizuri kwako, lakini sasa huo mwanya, hilo gap linaonekana kwenye uchumi. Yani ukiwa hela ikiwa haitembei kule, wanaona kwamba tuna noti labda milioni 10 za 10,000, alafu wanaona zinazozunguka ziko noti milioni 3. Zile milioni 7 zimeenda. Watu wameficha. Asante sana. Yani naanza sasa kukuletea saa picha ili upate uchumi unaenda kupiga chini wapi. Yani ndio unakoelekea. Kwa sababu sasa hivi si watu wana ule woga wa hichi kinachoendelea. Kwa hiyo sasa ndio maana tunarudi kwenye ule mfumo wetu wa juzi, kwamba wanakuja kusema, jamani, tunaondoa mfumo wa nini? Wa fedha taslimu, hizi cash. Kwamba kama una hela, weka hela yako benki au weka kwenye simu, weka wapi, tuwe tunaiona hivi kwamba hela fulani iko sehemu fulani, na ikitembea tunakata makato. Unajua sasa hivi nina rafiki yangu sana ambaye yeye ni mpendwa, yeye ni mshauri wa mambo ya kiuchumi. Alikuwa ananiambia, anasema
hasa huku vijijini, alikuwa anaishauri serikali kwamba muendelee kuwa na nini, na cash, fedha taslimu. Lakini sasa akasema alikuwa amekwenda kwenye vikao nchi ya Pretoria, Afrika ya Kusini. Kwa kule kukawa kuna wale jamaa wale jamaa zetu Freemasons, wakawa wanamwambia, bwana nyie wa Afrika bwana, mnachelewa kuingia kwenye mfumo huo, mfumo wa hela taslimu futeni. Sisi tusha hapa mpaka 2028 2030 mwe mmemaliza kuondoa hiyo kitu. Kwa sababu kila tunavyoenda tunapata mkwamo kwenye kiuchumi, hela hazitembei, watu wameweka hela ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amen. Kwa hiyo sasa hichi kinachoendelea sasa, watu wanafanya nini? Kwa uchumi utaenda kufikia mahali utakwama. Kwa hiyo kinachokuja kutokea sasa, ndo zinatokea enzi hizo. Of course hiyo ni babangu ndo aliniambia. Enzi hizo Nyerere alifanya, akasema jamani, wote mlioweka hela ndani sisi tunabadilisha huku noti. Usipokuja kuzileta huku benki utajikuta hela zako ulizonazo huku hazina nini? Na mpinga Kristo anakuja kufanya kitu cha namna hiyo huko mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kumtolea Mungu, fanya hivyo. Sasa hivi fanya, kwa sababu huko tunako kwenda. Siku moja nilikuwa namsikiliza bilionea mmoja, akawa anasema jamani, haya mabilioni tulionayo, hawa jamaa hii mipango wanayoifanya watakuja kuzishika hela zetu, afu sasa tutafanyaje? Kwa wao akawa anasema kwamba zile hela zao sasa wanazibadilisha kuwa kwenye nini? Kwa kununua vitu, wananunua mashamba, sijui nini. Sasa hapa naomba niwafungulie kutoka kwenye somo tulilopita. Yule jamaa yule anaitwa Elon Musk, niliwaambia kwamba ndio mwenye ile kampuni ya SpaceX, na satellite zake ndo zinatumika kupigania vita kule Ukraine, pamoja nafikiri na Iran, kitu kama hicho. Alikuwa anaongea na mabilionea wenzake kwamba wanatengeneza mpango wa kwenda sayari ya Mars. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa wanasema wanataka waende sayari ya Mars kwa sababu wakiangalia kwenye satellite zao wanasema hii dunia tuliyopo sasa ina majanga yako kule mbele yake, na hawaoni kama kuna mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke atasurvive. Kwa hiyo wao na wenyewe wanatengeneza mazingira ya kufanya nini? Ya kutoroka, kama ilivyokuwa kipindi cha nini? Gari. Kwa hiyo wanataka kurudia mchezo ule. Sasa hawa wengine kama huyu Mark Zuckerberg ambaye ndo mwenye bilionea wa Facebook, kuna mwingine anaitwa Peter Thiel, kuna Jeff Bezos huyo mwenye Amazon, na hao wengine. Sasa wao wameenda kununua visiwa. Wamenunua visiwa afu wamechimba, yani wamejenga nyumba zao chini kwenye maandaki. Yaani ukija hivi juu hujui kama kuna nyumba, lakini kila kitu iko chini. Na ni majumba makubwa lakini yako chini. Na wenyewe ni hivyo hivyo. Nikimaanisha nini? Wao niwaambie sasa hapa siri. Katika wale mabilionea 6 wakubwa 10 duniani, wale 10 bora, 6 ni Wayahudi. Sasa wale wanajua unabii kwenye Biblia unasema nini. Kwa hiyo ndo wanatengeneza mazingira ya kujificha. Sasa hivi Zuckerberg amejenga kule Hawaii, kuna visiwa fulani vinaitwa Hawaii. Peter Thiel ameenda nchi fulani ya New Zealand. Anakuambia hao viumbe watakavyoanguka wanaanza kula watu, vurugu na nini. Wao wametulia kule kwenye visiwa vyao kule.
Jamani, mimi ninawaambia tu kwa sababu hizi interview mimi nawasikia wenyewe wanaongea. Kwa hiyo mimi ni kama tu nakutafsiria. Kwa sababu unaanza kujiuliza, hichi kitu wanachokiongea wamekitoa wapi? Na gap liko wapi? Kwa sababu sisi huku wanadamu wa kawaida tunajua tu maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Lakini wale vitu wanavyovifanya vinatupa sisi kujifikiri mara mbili. Kwamba wao kuna kitu wanakijua sisi hatukijui. Ndio maana sasa unasikia jamani, yani nimetoka kwenye somo langu huku nimeingia kwingine. Mzee najikuta tu hazina nazitoa zinavyotoka. Basi huyo atakuwa ni Roho Mtakatifu. Unavyosikia wanasema kuna mabadiliko tabia nchi, sijui watu wafanye nini, ni kwa sababu hakuna mabadiliko ya tabia nchi, hamna. Ila wao wakiangalia kwenye mitambo yao ya satellite wanaona yale mapigo ya kwenye kitabu cha Ufunuo, bahari sijui kumwagika kuwa damu, mvua ya mawe sijui nini. Kwa hiyo sasa wanakuja kuaminisha umma hayo mapigo ya Mungu ni kwa sababu ya mabadiliko tabia nchi. Ndio maana wanaanza kuwapanga sasa hivi. Watumishi mnapata picha. Yaani mimi najaribu kuambia yani jinsi ulimwengu wanaupanga. Ndio hiyo unasikia kina Trump wanawapanga. Wanawaambia sijui kuna viumbe wanakuja sijui na nini. Huko wanasema kuna mabadiliko. Yaani wanajua kwamba kile kitabu cha Ufunuo yale mambo yanakuja kutokea. Kwa hiyo tutawadanganyaje hawa wa ulimwengu? Afu unaanza kujiuliza, wao hizi programu hizi wanazozisema walizitoa wapi? Kwa sababu wao wana satellite na mitambo, wanaona kila kitu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Lakini na hata sasa Bwana ametusaidia. Ni mwingi wa rehema na si mwenye haraka kuwa na hasira. Ila siku atakapoiachilia hasira yake. Mwanangu, naomba usome Isaya sura ya 26 mstari wa 19 na 20. Isaya sura ya 26 mstari wa 19 na 20. Isaya sura ya 26 mstari wa 19 na 20. wa 19 inasema, watu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaiambieni ninyi, amkeni kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mmea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Njoni watu wangu, ingia wewe ndani ya nyumba ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo, mpaka ghadhabu hii itakapopita. Mstari wa 21. Kwa maana tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake, ili kuwaadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Asante. Unasikia? Kwanza mstari wa 19 inasemaje? Inasema wafu wataishi. Huo jamani sio ufufuo huo? Sasa si ndio kwenye maandiko ya unyakuo inasema kwanza watu waliokufa wanafanya nini? Wanafufuliwa. Alafu kule anasema kinachofuatia Mungu anachukua anawaficha watu wake. Alafu mstari wa 20 anasema kwa sababu Mungu anatoka kwenye kiti cha enzi kwenda kuiadhibu dunia. Umeona mtiririko huo?
hiyo iko kwenye Agano la Kale, kwa sababu mtu anaweza akasema haya mambo yako kwenye Agano Jipya. Hiyo Agano la Kale, hayo maandiko, Isaya 26 mstari wa 19 mpaka 21. Kwa hiyo sasa, mnakumbuka niliwahi kuambia kwamba wale jamaa wanajua Biblia vizuri, ndio maana wanatengeneza maandaki yao wakajifiche. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia juu juu, unaweza ukadhania kwamba hivi vitu viko mbali sana, lakini ule ukaribu wake ndio maana unaona wanaanza kutengeneza uongo wa kuwadanganya watu mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanatengeneza uongo wa kudanganya watu mapema, na hizi vita zenyewe zitakapokuwa zikishaanza kupiganwa, yani kuna vitu vingi vinakuja kutokea si vya kawaida. Vitu vingi sana, yani sana hujawahi kuona. Umesikia magonjwa kama ya Ebola, ile sijui corona, sijui nini. Yani hayo magonjwa yote kuna kitengo kabisa kiko kuzimu ndo kinatengeneza hizo kitu. Na nafikiri mmesikia sana. Sasa hizo ni silaha, yani hayo magonjwa ni silaha, yanakuja kutumika kama silaha, kwa sababu kuna makombora ambayo ndo yanachukulia hivyo virusi, vinawekwa kwenye makombora na kurushwa kama silaha. Sasa shida ya hayo magonjwa, ukishayarusha huwezi kudhibiti, kucontrol kwamba yaende huku. Yani upepo unakokwenda ndio huko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa hivi hawataki nchi ya Irani iwe na silaha za nyuklia, kwa sababu ikishatumia hizo silaha, ule upepo ukianza kuvuma, wanahisi utaenda mpaka nchi za Ulaya, utakwenda Israeli, utakuja mpaka huko Afrika. Na mojawapo ya athari za bomu la nyuklia ni kwamba likipigwa linatengeneza kitu wanasema kama moshi. Sasa ule moshi unaenda na mionzi, unaenda kukaa hapo ile eneo ambako ndo kuna mawingu ambayo ndo waga yanashika nini? Yanashika mvua. Sasa wanakuambia ikitokea yakaenda hapo yakakaa, inakuja kunyesha kitu wanaita mvua ya asidi. Na zikianza kunyesha mvua za asidi, mazao haya mnayolima yanaungua. Ndio maana hawataki hii kitu. Yani ndio maana hawataki kabisa hii issue hiyo ya nuclear. Na shida sasa, wakishayapiga wanajua kabisa hawana uwezo wa kucontrol hiyo mionzi, nayo mawingu yanaenda wapi? Yanaweza yakaenda Tanzania, yanaweza yakaenda kokote. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema kama isingelikuwa kwa ajili ya wateule, hakuna ambaye angeokoka. Hiyo neno la Kiswahili wamesema angeokoka kama kuokoka huku tunakokoka, kumpa hamna. Yani neno lilotumika kwa Kiingereza ni no flesh will be saved. Yani hakuna mtu mwenye mwili huu wa damu na nyama ataishi. Ndio maana yake ukisoma kwa Kiingereza na ile original ya Kiunani. Kwa hiyo mtu anaweza akasema nitaenda kujificha Izumba, sijui nitaenda kujificha wapi. Hakuna pa kujificha. It won't be. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Mnapata chochote baba? Amen. Mnapata chochote? Amen. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Lakini kuna jambo moja, wakati ninaelekea kumalizia. Mungu huyu Bwana wetu Yesu Kristo ameandika barua kwa makanisa 7.
ukisoma huko kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mpaka ya 3, anaelezea hali ya makanisa tofauti tofauti, wa Efeso, Philadelphia, Smyrna, Laodikia. Ukisikiliza watumishi wa Mungu wanakuambia zile ni hatua ilizokuwa inapitia kanisa, na huku mwishoni ndo tunaitwa kanisa la Laodikia. Lakini ukija ukiangalia kwa uhalisia wake ni kwamba inachojaribu kusema katika mwili wa Kristo kuna watu 7 wenye hali hizo zilizoandikwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anasema anamuongelea kila mmoja kwa jinsi yake, na anamuelekeza wapi anapaswa afanye nini, atengeneze. Anamwambia wewe kitu fulani unafanya hivi unafanya vizuri, lakini hapa nataka urekebishe. Wewe ni 1 2 3, lakini hapa, kwa sababu kuna mtu mmoja kuwaga, kuna mvutano mkubwa kwamba kanisa linapitia dhiki kuu au halipitii. Hapa ninaomba niwaelimishe ili muelewe vizuri hichi kipengele, kwa sababu usipokielewa hiki utayumba sana. Yesu alivyokufa msalabani, kanisa likazaliwa. Aliyekuwa anatafuta na kuwaua wanafunzi wa Yesu pamoja na Kristo kipindi nani? Ni Shetani, si ndio? Kwa Shetani amekuwa akilitesa kanisa ili kuua ile nini? Kuwa imani, si ndio? Toka kwa Stefano alipopigwa mawe. Lakini sasa inapokuja kutokea unyakuo, nisikilizeni vizuri watumishi wa Mungu, kwa sababu kuna dhiki hizi, kuna dhiki inayotokana na hasira ya Shetani kwa kanisa, ambayo hiyo ilianzia toka Yesu alipokufa msalabani mpaka unapokuja kutokea unyakuo. Alafu ikishatokea unyakuo inakuja dhiki au ghadhabu ya Mungu. Sasa hilo kwenye juma la 70 la Danieli ni ghadhabu, ni dhiki ya Mungu. Mungu anatoa adhabu kwa dunia na uovu wake. Sasa hawezi akaruhusu watu wake wafanye nini? Wawepo. Ila amemruhusu Shetani afanye nini? Alitese kanisa. Kwa ni dhiki mbili tofauti. Kuna moja ambayo inatokana na Shetani na kuna moja inatokana na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona sasa ukienda nchi kama India, ukienda China, ukienda Nigeria, mnasikia Wakristo wanauawa sana. Na ndio maana ukisoma huku kwenye kitabu cha Ufunuo, kuna mojawapo la kanisa Yesu anasema anajua kwamba hao wanapitia dhiki, lakini anawaambia wafanye nini? Wakaze mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wengine tuko katika mazingira kama haya, hatuna upinzani wowote. Lakini kuna mataifa mengine makanisa ni tajiri sana, wana fedha nyingi, lakini kuna makanisa mengine ni maskini. Ndio maana unasikia anasema wewe unasema ni tajiri, ni hivi. Wewe ni maskini, wewe unateseka kwenye hiki. Anaongelea hali zile za kanisa inalopitia. Bwana Yesu asifiwe. Na anajaribu kuwatia moyo kwamba kila mmoja, aliye tajiri, aliye maskini, aliye kwenye dhiki, bado anampenda. Asante. Mtumishi, kuna mtu mmoja nilikuwa nasikia huko mitume na manabii wanasema ukiona hauna hela, upati hela, basi wewe ndo umemkosea Mungu, Mungu akupendi. Jamani, imetoka wapi? Sasa hapa ngoja niwape hichi. Mimi mwenyewe nilikuwa nafikiriaga hivyo zamani huko, kwamba mtu usipofuata mafanikio, usifanya nini, basi wewe uko vibaya. Sasa nilivyokwenda kule Marekani,
kulikuwa kuna jamaa wanahubiri hizo injili za mafanikio, akawa wanatupa ushuhuda. Wakatoka wakasafiri, wakaenda wapi? Wakaenda nchi moja inaitwa India. Huko India wameingia ndani, yani ni kuna hali ya umaskini si wa kawaida. Alipokwenda kwanza kuhubiri injili yake mafanikio, akamwambia, ndugu yangu, hiyo injili gani unakuja sisi kutuhubiria? Nyie wa Marekani. Akasema, nyie wa Marekani, nyie mna hela zenu huko, mnataka kutuyeyusha. Wewe tu tuhubirie Mungu aokoe sisi hizi nafsi zetu. Kwa hiyo wakakuta kwamba hiyo injili ya mafanikio kuna mahali ikienda haiendi. Yaani unajua injili ukitafuta, ukitoka nje ya mstari unakuta haikubali. Ndipo aliporudi kule akasema, kumbe Mungu ndio maana anasema amemuumba maskini, amemuumba tajiri, alafu anasema wote ni nini? Ni watu wake. Asante. Kwamba hao walikuwa wanaaminisha kwamba usipokuwa tajiri. Sasa vipi kuhusu wale Wakristo ambao wanateswa kule China? Yaani ukishaokoka tu, kanisa kama hivi linafanyia ibada chini kwenye andaki, utaenda kumhubiria injili ya mafanikio babangu? Kwa hiyo yani point ya msingi ya zile barua 7 ni kwamba katika hali yoyote aliona Mungu anawapenda. Katika hiyo hali waendelee kupambana, washikilie imani mpaka atakapofanya nini? Atakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, tumishi wa Mungu. Kwa kule sisi kilichokuja kutokea, tukaendelea kufundishwa. Kwa tulichokuja kukifanya sasa, kule Marekani Wakristo si ni matajiri, si ndio? Kwa hiyo tulichokifanya sasa, tukachukua wamishonari kule India na China. Mchungaji akaja akasema, kila mshirika chukua wamishonari hata 2 hata 3, uwe unawafadhili kila mwezi. Na hiyo kufadhili kwenye mtu ni kama $20. $20 kama shilingi 75 kwa sasa hivi. Kwa hiyo watu wengine wakachukua watu 3, wengine wakachukua watu 5. Kwa hiyo wewe unakuwa unawasiliana na wao wamishonari wako, unahakikisha anakula, anafanya kazi ya Mungu, anafanya huduma, kanisa lake linakuwa. Lakini asifanye nini? Asihangaike. Kwa sababu mchungaji akatuambia, yani zile barua alizoandika Yesu anasema sisi huku matajiri afu tumepoteza upendo wetu wa kwanza. Sio kwamba tuwahubirie wale wawe matajiri. Maana yake ni sisi tunabidi tufanye nini? Tuwasaidie wao waweze kuleta watu kwa Yesu, ili wote tukutane mbinguni. Tufanye nini? Tutoe mkono wa pongezi kwamba mimi nilikusapoti, wewe ukafanya, wote tukafanya nini? Tukawa kama timu moja. Watumishi mnapata chochote? Amen. Mungu wa mbinguni, Mungu ni mwema sana. Kwa hiyo pointi yangu ya msingi ni nini? Katika hali yoyote ulio nayo, na sasa hivi Yesu anakaribia kurudi. Sijui umeenda mambo ya kiuchumi yamekuwa, rafiki yangu, Mungu yuko pamoja na wewe, hajawahi kukuacha. Na asitokee mtu yote akakusifia sasa kwa sababu ni hivi, sasa kwa sababu ni hivi, sasa hapana. Ndio maana ya kuandika hizi barua. Kwa nini? Kwa makanisa 7. Kwamba ukisoma zile barua zote lazima utakuta barua moja inafanya nini? Inakuhusu. Akisoma tajiri atakuta kipengele chake, akisoma maskini atakuta kipengele chake, yule anayeteseka kule na Boko Haram Nigeria atakuta kipengele chake. Alafu na Yesu anatoa maelekezo, ukijikuta na hali hii unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Watumishi mnanipata? Na hapa jinsi ya kuielewa Biblia. Nani walikuwepo siku ninafundisha ndoa ya Galilaya, harusi ya Galilaya? Nani walikuwepo? Nyosha mkono. Asante. Mnakumbuka tulisema kwamba ile
Biblia hii imeandikwa ni picha kwamba Yohana 3:16 kwamba Yesu alikuja kuchumbia ambaye ni nani? Ni kanisa, si ndio? Kwa hiyo sasa hii naomba niwafungulie kwa kumaliza. Wayahudi wenyewe wanakuambia Agano Jipya ni kama kitabu au stori ya mapenzi, mtu na mpenzi wake, na huku mwishoni Yesu anamwandikia barua mpenzi wake. Ndio hizo barua 7. Naomba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, leo ni siku ya mwisho na hakuna namna, inabidi tu nisikie. Nina mambo mengi ya kuwashirikisha lakini naona muda, natamani ningeurudisha nyuma muda lakini siwezi. Lakini naamini kabla Yesu hajarudi, huenda ikikitokea kibali tukakanyaga tena hapa Izumba. Kwa hiyo ningependa kuwashukuru sana, nawapenda sana kwa moyo mkunjufu mmenipokea. Mlikuwa wengi wenu hamnifahamu lakini tumefahamiana, na kwa ule upendo wa Kristo mlionionyesha, kwa kweli Mungu awabariki sana. Pale mlipotoa awarudishie maradufu. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana wetu asifiwe. Basi tumefikia mwisho wa semina yetu mpaka hapo, pamoja na wageni wetu na wana kanisa kwa ujumla. Hebu naomba tuje madhabahuni wote, alafu tuimbe wimbo mmoja unaosema nasikia kuitwa, na baada ya pale sasa tutafanya maombi ya pamoja kwa ajili ya kufunga semina yetu. Wekeni pale kwa haraka. Baada ya wimbo huu tutamshukuru tu Mungu kwa maombi ya pamoja. Hapo ndipo tunahitimisha mkutano wetu na semina yetu. Kanisa mnaweza mkasimama kwa ajili ya kulinda utulivu kule nyuma, kwa sababu ni kipindi kizuri. Tunamshukuru Mungu katika mambo yote ambayo yatufanyia. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumeanza salama na tumemaliza salama. Sijasikia kikwazo kwa mtu yote au mgonjwa. Tumeanza wazima na tumemaliza tukiwa salama kabisa katika mwili na katika roho. Kwa hiyo sasa tuna sababu ya kumshukuru Mungu pamoja na wageni wetu katika shukrani hii kwa ajili ya semina nzuri. Na zaidi yote tunaomba Mungu apate kutoa matunda katika haya. Mungu awabariki. Hebu tuimbe wimbo huu kwa pamoja.
nisafiwe kwa damu yako, kwa kwako nimesogea chini pako, nisafi kwa damu yako, kwa kwako nyonge kweli umenipa nguvu, Yesu ulivyonisafi yonisafi taka ni utimilivu, nimesogea nimesogea chini pako, nisafi kwa damu yako, kwa kwako nimesogea nimesogea chini pako, chini pako, nisafi kwa damu yako, kwa kwako huipa imara imara, kazi yake ndani, kazi yake ndani huongezeka ongezeka neema, ashinde shetani, nimesongea nimesogea chini pako, nisafi kwa damu yako, kwa kwako Yesu huishuhudia shuhudia mioyo ya imani ya kuzipata ahadi, yako zipata ahadi, wakimuamini. mimi nimesongea Nimesogea chini pako, chini pako, nisafi kwa damu yako, kwa kwako tuime napata wokovu, napata wokovu, wema na neema, wema na neema kwako Bwana, kwako Bwana nina nguvu na haki na haki daima.
nimesongea chini pako Nisafi kwa damu yako, ni kwako. Basi tunaenda kumshukuru Mungu katika yote ambayo ametutendea katika semina hii. Kwa hiyo tunaenda kushukuru Mungu na kufunga semina yetu kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, Mungu uliyejaa neema na upendo, ninakurudishia sifa na utukufu na Baba yetu. Tulilitia jina lako siku ya kwanza, tangu tarehe 5 ya mwezi wa 7 tukasema tembea na sisi, 2026. tukahitaji uzima katika mwili na katika roho. Tulikataa kabisa makusanyiko yaliyo kinyume na kusanyiko hili. Tulikataa makwazo, tulikataa magonjwa kwa watoto hata kwa watu wazima. Tulikataa kabisa. Mungu umetenda. Naomba pokea dhabihu ya kushukuru, ikubariki na ikuburudishe Mungu wetu. Pokea dhabihu hii, ikubariki na ikuburudishe Baba yetu. Baba, asante mno, umekuwa pamoja na sisi. Ni kweli umelitimiza neno lako ambalo linasema ombe nanyi mtapewa. Umetupa katika yote ambayo tulikuomba Bwana Mungu. Baba yetu, tunasema asante. Sasa ni muda sasa tunapoenda kujikabidhi mbele yako tena, kuanzia sasa na kuendelea katika maisha ya kawaida. Walinde watoto wako na roho za kukatisha tamaa. Walinde yule mwizi mwenye kuiba neno la wokovu. Walinde na wizi wa shetani wa silaha katika roho. Walinde Bwana, wape kumbukumbu, wape kukumbuka mno kila mmoja hiki ambacho tumefundishwa na mtumishi wako. Wape kukumbuka Bwana, neno lako lipate kuzaa matunda, neno lako likapate kuleta matokeo mazuri katika kanisa lako, neno lako lipate kuwafanya kufanikiwa katika mwili na katika roho. Baba yangu, onekana sasa ukiwa upande wetu. Tunafunga semina yetu kwa furaha mno, kwa furaha mno. Baba, tunasema asante. Hujatuacha, umetembea pamoja nasi katika siku zote ambazo Baba tulipanga tukaweka mapatano na wewe. Baba, hujatupungukia. Tunasema asante, tunasema asante mno, tunasema asante mno katika jina la Yesu. Sasa walinde watoto wako, linda watumishi wako Baba, hata katika safari ya kurudi nyumbani kesho au kesho kutwa. Walinde Bwana, wakute amana salama kabisa katika miji yao, wakakute na furaha ikiwalaki langoni. Onekana Baba, onekana katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba umoja, naombea umoja juu ya kanisa lako Baba. Linda umoja, linda upendano Mungu Baba, wasoi la shaniwa hata wapate kufanikisha mambo mengine. Haitakuwa na nafasi juu yake katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Utakaopata maana sita zako za moto zitamzingira pande zote, yeye na ndugu zake, yeye na kushukuru mno Bwana, na kukutumikia wewe. Atalindwa na nguvu zako kutoka kwake na kuingia kwake Bwana. Tunakurudia utukufu na mkono wako wenye uwezo na nguvu. Tunakushukuru Baba, tunakurudishia utukufu wewe kwamba Bwana pokea sifa, pokea utukufu asiyepata moja katika jina la Yesu. Kila nafsi ile kwa mahali hapa Bwana ikafikirie toba hiyo ya kweli na matengenezo yaliyothabiti mbele zako, maana kurudi kwako sasa kumeshakaribia sana. Bwana wa majeshi, sifa, heshima na adhama katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Basi wewe na kanisa
siku ya Jumanne tukutane wote kwa ajili ya kuweka mpangilio mzuri wa mkutano wetu kule Mwakalomo. Jumanne tukutane. Mungu awabariki. Basi naomba niwakabidhi mikononi mwa Bwana kufunga ibada hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, nasimama mbele ya watu wako Mungu, ninawawakilisha kwako Mungu. Walinde na watunze tunapotanyika na kuondoka hapa nyumbani, wakakute amana salama kabisa katika miji yao. Kwa wote wataka kwenda kupita, onekana Bwana ukiwa upande wao. Walinde na watunze. Naomba baraka zikawe juu yao, baraka za roho na baraka za mwili zikawe juu yao. Ninamkemea yule mwizi mwenye kuiba au kubadilisha au kuleta hadi ya kusahau hiki ambacho kimepana na mtumishi wako. Mungu, onekana Bwana. Lilinde kanisa lako lote kwa ujumla. Ninaomba baraka na mafanikio. Naombea mlango wa kuhani, mlango wa Israeli, kanisa lipate kuinuka na kufanikiwa vizuri katika mwili na katika roho. Kika wanaokoka wapate kusimama na kuendelea katika neema ya kupenda na kuishia wewe. Sasa linda furaha ya wako mioyoni mwao. Na kushukuru Mungu kwa sababu umesikia na umetenda. Tunafunga ibada hii sasa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen kwa mashangilio. Mungu wa amani wabariki. Awatangulie na waongoze. Mkale vilivyonona katika miji yenu.